Ni jambo. Naomba kuongea na Obuba Ondiek. Ndio mimi. Wewe ndio mwenye simu eh? Ndio mimi. Ujambo bwana, mimi naitwa William Ruto. Huyu ni Obuba Ondieki ambaye ni mkaazi wa kijiji cha Nyemimiso katika wodi ya Bubaracho, kaunti ya Kisii. Alipokea simu kutoka kwa Rais wa Kenya Dr. William Samoei Ruto mwaka wa 2023, wakati ambapo rais alikuwa anaongoza wa Kenya katika kusherehekea mwaka mmoja wa Hustler Fund hapa nchini Kenya. Kisii sehemu gani wewe? Mimi niko katika sehemu ya Kisii kwa Simbarati. Kwa Zahiri ama nani? Zahiri Janda ndio mbunge wetu. Okay. Sasa Bwana Obuba, umesikia maneno ya Hustler Fund. Wewe ulisikia nikitangaza mambo ya Hustler Fund? Ulipotangaza mambo ya Hustler Fund siku ya kwanza. Siku hiyo ilikuwa inafuata, ilikuwa asubuhi, niliipata jioni asubuhi yake nikienda kufanya kibarua. Nikapata wenzangu wameshapata, wameasema ile Hustler Fund, unajua watu tumepata pesa. Baada ya kupokea simu kutoka kwake Rais William Samoei Ruto na kufanya mahojiano kuhusu Hustler Fund, maisha yake sasa yamekuwa kinaya, huku akiishi maisha ya mahangaiko, kupoteza marafiki, kazi yake na hata waandani wake. Mimi naitwa Obuba Ondieki kutoka hapa Nyemimiso Nyabioto Village, Bubaracho Ward, Kisii County. Mimi ndiye mlisikia niliongea na rais wetu, alinipigia simu mwaka juzi, mwaka 15 hapo mwezi wa 11, akinielezea kunioji juu ya mambo ya Hustler Fund. Lakini tangia siku hiyo mimi naona maisha yangu imekuwa ikiharibika kabisa, kwa sababu watu wengi waliposikia tumeongea na rais walifikiria nimefaidika kiasi fulani. Sasa hata nikijaribu kuongea nao wanasema wewe ulipata kitu kutoka kwa rais. Sasa niliposikia wameongea na rais, nikasema Mungu amefanya maajabu. Lakini tangu siku hiyo, acha tu ni maajabu ingine tena imebadilika kuwa kazi yenye alikuwa nafanya, tunakula, tunasomesha watoto, hakuna. Sababu gani? Waliongea na rais. Sasa yeye ni mkuu. Rais pewa kazi, sababu yeye aliongea na rais, sasa amewekwa Nilikita kambi katika kijiji cha Nyemimiso, mahali nilikutana na Obuba Ondieki ambaye alianza kunisimulia jinsi ambavyo walianza kupanga safari ya siku 4 na jinsi ambavyo angepokea simu kutoka kwake Rais William Samoei Ruto ili kusifu mpango mzima wa Hustler Fund baada ya mwaka mmoja. Nilistukia tu eti Safaricom inanitafuta, call za Safaricom kama 2 hivi 3, lakini baadaye nikapata Safaricom wao wakanipigia wakaniambia tumepeana hiyo namba yako, so utakuja kuojiwa. So mimi nikakaa tu, lakini hapo baadaye nikaambiwa ni mambo ya Hustler Fund. Hustler Fund hii nilikuwa naifanyia kazi wakati huo sana. Nilikuwa nachukua pesa inanisaidia mahali kidogo hivi, kwa sababu hata mambo ya limit ilikuwa imeenda juu vizuri. Ilianzia 1500 ikakuja 3000. Ninaenda kutafuta kazi kama kawaida na nilikuwa nimepanga safari kwenda Nairobi. Kitu Saturday hivi Sunday ndio nilikuwa nimepanga sasa kwenda Nairobi kufanya kazi yangu ya kawaida ya kijua kali. Hii ambayo nimeelezea ya plumbing na tile work, hiyo ndio kazi yangu. So baadaye hizi simu vile zilianza kukuja, mwingine ananipigia simu ananiambia bwana, sisi tumetumwa, tunataka tukuhoji. Nikawaelezea hao wenye walikuwa wananiambia tunakuja, nikawaambia sasa kama mnaweza kuja mniambie ile siku mnakuja ndio nijipange, msinidanganye mkose kukuja alafu na mimi nikose kwenda kazi. So wakaniambia hapana, lazima tutakuja. Sasa hiyo siku ile walikuwa wananiambia ilikuwa Sunday. Hiyo siku ya Sunday wakaniambia watafika mapema. Sikuwa najua hata wanatoka Nairobi ama wanatoka wapi, kwa sababu ni mimi simu ilikuja tu. So tukaongea nao. Kaniambia tutakuja kesho asubuhi. Nikawaelezea kama mnaweza kuja kesho
mkuje kati ya saa 12 na saa 2. Hiyo ndio wakati ambao mnaweza nipata. Kwa sababu tayari nilikuwa ninaenda safari. So wakaniambia ukikuja nikitoka asubuhi wakati nilikuwa natoka, kwa sababu niliwaangojea ikafika saa 2 nikaona hawajakuja. Nikaona sasa hii shughuli hakuna haja ya kuongojea watu ambao siwajui na sijui wanakuja kunioji nini. So mimi nikaenda shughuli zangu kama kawaida. Ondeki ambaye alikuwa amepanga safari ya kuelekea katika mji mkuu wa Nairobi, ilibidi ashuke gari njiani na kuwangoja maafisa ambao walikuwa wametumwa kuchukua picha zake mapema. So kufika mahali tunapandia gari, nilipopanda gari hivi nikaenda kufika karibu katikati hapo mahali tunaita Keroka, nikastukia tena ile simu inakuja, wananiambia tuko karibu, usitoke kwa nyumba. So mimi nikawaambia nimeshatoka kwa nyumba, kwa sababu niliwaelezea mimi naenda shughuli zangu za kufanya kibarua. Baadaye wakaniambia sasa tutakungojea hapa Kijauri ndio tukuwaoje, kwa sababu tumetumwa, tafadhali tumetumwa. So tupatie nafasi tuongee na wewe. Na mimi nikasema sawa, wacha tukutane hapo Kijauri ndio waongee na mimi. Sasa nilipokaa akaniambia tafuta itisha kitu yenye unataka. Nikamwambia hapana, kwa saa hii juu niko safari hakuna haja nikule, kwa sababu nilikuwa nimejipanga. So wao waniambie ni nini ndio niende, kwa sababu nisimalize wakati hapo. Baadaye nikapata wengine wamekuja. Sasa tunapoongea kuna wengine wanakuja wananiuliza, wewe ndio Buba? Wewe ndio wewe bwana ndio tulikuwa tunatafuta bwana. So pewa chakula. Na enyewe nilipewa chakula nikakula. Niambia sasa hapo kutoka kwa hiyo hoteli wewe utasimama hapa tukuchukue na pikipiki. Ndio tukushike hiyo video vile umebeba hizo vitu mpaka mahali tulikuwa tumeomba nafasi ndio tupate nafasi ya kuhojiana. So nilipofika hapo kwa hiyo boma tulipewa nafasi kidogo, nikahojiwa hapo vile niliweka vitu zangu hapo, na kulikuwa na ni boma tu kawaida. So nikamalizana nao, niliwaelezea kila kitu vile Hustler Fund ilikuwa ikinisaidia. Waliniachia lunch ya shilingi 700. So wakaniambia sasa wewe enda safari na tunakutakia safari njema. So mimi nikaenda na safari na shughuli zangu. Hata sikujua kama kuna kitu kingine kingeendelea, lakini ile waliniambia simu yote ikikuja na kuna mtu anaweza taka kukuhoji, huo unatupigia na unatufahamisha kwanza. In fact hiyo ndio niliambiwa, usiwajiwe tu hivi hivi. Vile mtu anakupigia simu anataka kukuhoji, walinipatia namba. Ondeki aliendelea na safari yake ya kuelekea Nairobi huku akiendelea kupokea simu kadhaa. Enda Nairobi ndio siku ya Monday. Kuanzia siku hiyo ya Monday, kwa sababu ilikuwa Sunday, nilifika huko kitu usiku. So Monday, Tuesday hapo ndio maneno ilianza. Simu zikakuja. Sasa simu ikikuja nikiambiwa nataka kuhojiwa, nawaambia ngojea kidogo, napigia wale wa kwanza wananiambia ndio sawa, huyo ni fulani mwambie aendelee mbele kukuhoji. Hiyo ndio masharti nilipewa. So ilikuwa Tuesday, hiyo Wednesday hapo nikaambiwa kuna mwenye anakuja kunihoji. Hizo simu zilikuja mingi sana hapo katika, siwezi hata eleza. Walikuwa watu wengi, kila mtu anataka kuongea na mimi. So hata wengine nilikuwa na wakataza na waambia nilishahojiwa nikifikiria ni wale wa kwanza. Niambia hapana, sisi tumetumwa kwa njia nyingine. So nikawaambia nilihojiwa Kisii. Wananiambia hapana, sisi tumetumwa kutoka mahali fulani, yani kitengo fulani ambayo sikuwa naelewa. So nikawapatia nafasi na hao wengine wakaniambia hapana, sasa hao wametumwa, tunaelewa wametumwa wakuja kukuhoji. So wakakuja, ilikuwa Wednesday. Ilikuwa siku ya Wednesday. Asubuhi hivi nikastukia simu ikikuja. Simu zilikuwa zinakuja tofauti, namba tofauti. Kila namba inakuja na mtu mwingine. Kila namba inakuja na mtu mwingine ambazo siwezi kueleza. Zilikuwa mingi sana. Siku mbili baada ya kufika katika mji mkuu wa Nairobi, Ondieki aliendelea kupokea simu kadhaa zingine ambazo zilikuwa zinamtafuta ili wakaweza kuendelea kumfanyia matayarisho ya kuweza kupokea simu kutoka kwake Rais William Samoei Ruto. So baadaye nikaambiwa, ilikuwa kitu saa 12 hiyo Wednesday. Vile nakumbuka kabisa. Nikapata simu ya kwanza. Nikaambiwa leo usiende hata kazi. Tunaomba tu usiende kazi, uwe free. Sasa ukiwa free
ndio tunaweza kukupata tukuoji. Kawaambia hakuna shida, nitaomba nafasi mkuje mnipate. Ikafika saa 3 hivi saa 4 tena simu zingine zikakuja. Nikamwambia kuna mwingine alinipigia akaniambia waachana na hao. Sisi ndio tunakupigia sijui kutoka kwa ofisi gani. Kuna watu wetu tunatuma hapo kuanzia saa 7. So kuanzia saa 7 usiende mahali fulani au usiende mahali popote, tafadhali tunakupigia tukiwa kwa ofisi. Hii ambayo sikuweza kuelewa ni ofisi gani. So saa 7 hivi hapo kwa rafiki yangu mimi tulikuwa tunakaa na yeye, so nilimfahamisha nikamwambia kuna wageni wanakuja. So unajua umefika kwa hiyo nyumba yenye nilikuwa nimeingia kwa hiyo room. Sasa ningemwambia ya kwamba kuna wageni wanakuja hapa. Asikuja akastukia wageni. Kaniwashia taa kwa sababu niliona kwa mbali, kaniwashia taa hivi. So nikajua ndio hawa. So tukasimama hapo, wakakuja akaniangalia hivi, tulikuwa wawili, akasema mmoja akasema huyu ndio tulikuwa tunatafuta. Tutana nao hivi ndio nilikuja kujua sasa, nikawauliza tumekutana na nyinyi. Ni nini iko, ni nini inaendelea? Wakaniambia wamepewa masharti hivi. Hata sisi nikinukuu mambo ambayo waliniambia, hata sisi hatujui. Sisi tumeambiwa tukikupata tukae na wewe vile tunavyokaa hivi. In fact hakuna mwenye tulikuwa tunaongea na yeye. Wote walinyamaza, walikuwa watu watatu. Walikuwa watu watatu. Hakuna mwenye alikuwa anaongea na mimi. Au kujawa na wasiwasi ni kwa nini wananiambia wametumwa tu? Sasa hapo ndio wasiwasi iliingilia kwa sababu vile nilikuwa nafikiria eti watakuja wanioji vile wale wa kwanza walifanya. Nikaona hao wananyamaza tu, hata sioni kile inaweza onyesha ya kwamba wanakuja kunioji. Sasa nikashindwa nitaojiwa namna gani, nitachukuliwa kwa sababu hakuna kitu walikuwa wamebeba. Walikuwa tu hivyo. So baadaye nikaona mmoja akitoka, mwingine anasimama hapo kwa mlango. Unajua sasa tuliingia kwa hiyo kanyumba. Nimeingia kwa hiyo nyumba tu. Sasa wale tuliingia hivi hao wakasimama kwa hiyo kanyumba kalikuwa kadogo. Sasa mmoja akakaa kwa mlango na mwingine akasimama hapo kwa sababu hakukuwa na mahali pa kukaa. Kadogo sana hapo kanyumba. So mwingine alikuwa nje. Yeye ndiye anakuja anasema, ngojea kidogo simu ikikuja anatoka nje. Wanaenda sijui anaongea nini kwa gari, narudi. Akirudi hivi huyu mwingine anaenda, huyu anabaki akikaa. Nikijaribu kuenda nje, tunataka kuenda hata kujisaidia kidogo hivi kwa sababu sasa kulikuwa kumeanza kuonekana wasiwasi fulani. Baada ya kusubiri masaa kadhaa, Ondieki aliona kamera zikipangwa, taa zikiwakishwa, huku akifanyishwa maandalizi halisi ya kuweza kuzungumza na mtu ambaye hakuwa anamfahamu. Na moto wa kutosha ndio isizime wakati unaongea naye, utapigiwa simu. So baadaye nikaiweka ikaingia. So hiyo wakati wa saa 7 kufika saa 8 nilikuwa na uoga mwingi sana. Hata nilikuwa naanza kujifikiria kwa nimefanya makosa gani. Naambiwa eti watu wanyamaze tu bila kuongea. Unaona hiyo inakuwa mbaya. Ujui umefanya makosa, ujui unapelekwa wapi. Wametoa kamera sasa. Sasa wametoka kamera, wakakuja wakatoa hizo kamera. Wakaweka. Sasa nilipoona kamera nikajua nitahojiwa tu. So naye hata kutoka kwa hiyo wakati wameniorganize, wameniambia sasa mweke mzuri akae hapo. Nikawekewa kiti hapo tukakaa, wakaanza kunimulika sasa, wakaniambia ako sawa. Sasa mimi ndio nilianza kuambiwa, nilisikia wakipiga simu, wasema tumemweka tayari, sasa mnaweza ongea na yeye. So hapo tukaongojea kutoka saa 9 hiyo kukaa kwa kamera unaongojea, ilikuwa kitu saa 9 mpaka saa 9:30 hivi. Karibu 40 minutes hivi. Nikinyamaza tu. So baadaye nikasikia wakiniambia sasa hiyo simu yako iweke kwa mkono. Na mimi nikaishika hivi tu. Nikaishika. Kaniambia sasa wamesema wewe shika tu. Simu yenye nakuja hapo ishika. Kwa hivyo hakukuambia prior kwamba kuna simu yenye utapokea itatoka kwa nani? Hata hao nilikuja kustukia. Hata mimi sikujua. Hata hao hawakujua. Hakuna mwenye alikuwa anajua ni simu gani inakuja hapo. So nikashika hiyo simu namna hii. Nikaona simu imelia, hakika nikashika receive. Nilipo receive sasa kwenda kusikiza vizuri. Nikastukia ni rais anaongea. So ile wakati wa kuongea nijue ni nani kweli kabisa ni yeye. Nikastukia akaniambia mimi ni William Ruto.
Sasa ile furaha ikaingia, kumbe naongea na leo umeongea na Rais Excellency. Hapo sasa ndio maisha yako imebadilika. Nakwambia hiyo siku hiyo masaa kwanza hiyo naikumbuka saa hii. Mpaka natoa machozi kwa maisha yangu. Ilikuwa ni furaha kubwa sana. Ameniambia jina na sauti ni yake. Nao wamejua, wamesikia ni yeye. Sasa picha zikaanza hapo. Picha zikaingia mingi sana na wakaanza kunipiga picha. Nikashikiwa microphone hapo. Vitu sasa nikaona yenyewe mambo imekuwa sawa. Mambo imebadilika. So tuliojana na yeye. Mliojana nini na rais? Kwanza alinielezea jina lake. Mimi nafurahia sana tulipoongea na yeye. Nikikumbuka hiyo kitu haiwezi toka kwa akili yangu maisha yangu yote. So akanielezea mara ya kwanza, akaniambia yeye anaitwa William Ruto. So baadaye akaniambia wewe ndio mwenye simu. Nikamwambia mimi ndio mwenye simu kwa sababu simu ni yangu. So akaanza kunielezea, akaniambia yeye anaitwa William Ruto. Ana mambo ya Hustler Fund. Anaweza niruhushia kitu. So tukaongea na yeye, akanioje, akaniambia ulijuaje? Nikamuelezea vile nilianza hiyo mambo ya Hustler Fund siku ya kwanza alipotangaza mambo ya Hustler Fund. In fact siku ya kwanza, siku hiyo ilikuwa inafuata ndio nilianza kusave. So nikamuelezea hiyo mambo vile nilianza. Nilimuelezea tu ukweli kabisa, nikamwambia hata mkiangalia hizo dates za kuanza kusave kwangu ilikuwa ni either 2 to 3 days baada ya kutangaza Hustler Fund. Kwa sababu niliomba siku 2 wakakataa kunipatia 3, nikastukia wamenipatia limit ya 1500 hivi. Nikamuelezea vile imekuwa ikinisaidia. Akamaliza. So akaniambia kuna anniversary. Hiyo wiki 2 baadaye kuna anniversary. So, ni wakati nilimuuliza sasa mimi nataka nimuone hata nimsalimie kwa sababu nimpongeze kwa hiyo kazi ambayo ametuletea Hustler Fund. Akaniambia hapana. Atakuwa na siku ya anniversary ataweza ndio labda tunaweza onana na yeye. Kesho yake wakati Rais William Ruto alikuwa anahutubia bunge la kitaifa, aliweza kutamka jinsi ambavyo Ondieki amekuwa mmoja wao amesaidika kutokana na Hustler Fund, pango ambao ulikuwa umeanzishwa chini ya uongozi wake Rais William Samoei Ruto. Hata nafikiri ilikuwa Alhamisi. Na aliniambia kuna maneno yenye alikuwa naye huko bunge. So mimi vile mara ya kwanza nilikuwa naelezea, nimekuwa nikifuatilia yeye sana. Mahali yeye anakaa nafuatilia tu, hata kama ni kwa radio ama ni kwa TV, huwa anafuata tu vile anafanya shughuli zake. So siku hiyo ya Thursday mimi nimeenda kuna huyo jamaa mwenye tulikuwa na yeye, akona simu hizi sasa akaweka tu kwa na TV, akaweka TV ndio tuangalie. Tusikie vile rais anaongea huko bunge. Kumbe kidogo nikasinzia tu. Saa zile rais ameanza kuongea nikasinzia. Nilikuja kustukia mtu akinipigia simu akiniambia rais ameongea juu yako huko bunge leo saa hii. Kaniuliza kwani wewe uko wapi? Nikamwambia nilikuwa naangalia TV lakini nimesinzia kidogo tu. Kaniambia hapana ameongea juu yako. Nikajaribu kumchallenge hapana sio mimi. Akaniambia ni wewe Obuba Ondieki ambayo nafanya mambo ya plumbing na tile work. Kwa sababu huko Kisii watu wananijua wengi kwenye ninafanyia kazi. So baadaye simu zingine zikakuja namna hiyo. Wakinipongeza wakaniambia, bwana, tumesikia rais wetu anaongea juu yako bwana, wewe namna gani?" Nikawaelezea, wakaniambia, "Tumejua ni wewe." Nikauliza, "Mmejuaje?" Waniambia kutoka kwa Saidi Janda. Saidi Janda si ni mbunge wetu hapa nyumbani. So hiyo maneno ikatokea namna hiyo. Baadaye ilifika siku ya anniversary ilipokaribia siku 2 hivi 3 kabla ifike, nilipigiwa simu. Na wale wa kwanza wenye walikuwa wamenioji. Hizo ndio namba sasa zilikuwa zinakuja. Nikaambiwa sasa unajua kwa anniversary tuko na anniversary ya kwanza utakuja tutakushughulikia mambo ya lunch, so umekaribishwa kama mgeni wetu. Na mimi nilienda huko. Na unajua sasa rais aliniambia siku ya anniversary hakuna kitu yangu. So singekosa hata kama ingekuwa namna gani singeweza kukosa. So ile raha ilinisukuma mpaka nikaenda hiyo siku. Nikafika siku ya anniversary. Yenyewe rais alikuja. Kakuja na wageni wake hapo. Wakatoa hotuba, yeye pia akasimama na akaongea, akaahidi vile hiyo mwaka ilikuwa inafuata ni products gani
zinaingia kwa Hustler Fund, zingine hazikuwa zimefunguliwa wakati huo. Lakini sasa akafungua Hustler Fund hapo ndani, akafungua products mingi sana. So baadaye mimi nangojea ile awadi yako. Sasa awadi yangu. Nikaona sasa watu wametoka wameenda. Na unajua watu walikuwa wengi. Nikasema sasa, unajua rais yeye amesema siwezi anza kuambia watu hapo, unajua ilikuwa hivi. Mimi nilinyamazia tu, kwa hiyo mambo nikanyamazia, nikarudi nyumbani. So ile pesa walinipatia ni 2000 peke yake. Kwa sababu vile walini invite nilipewa 2000. So hizi 2000 ndio nilirudi naye. Aliendelea kuishi maisha yake ya kawaida, maisha ya maskini, mateso na mangaiko. Alitafuta njia ya kufikia Rais Ruto, lakini hazikufua dafu. Sasa hiyo njia ya kumtafuta nimfikie, ndio ni angalau nimkumbushe, nimwambie mimi ndio uliongea na mimi na uliniahidi, labda saa zingine kama amesahau. Imekuwa ni kazi. Ndio nilianza kujifikiria sasa, kama tuliongea na rais, imemaliza miezi 3 ndio alipatia zawadi. Sasa hii zawadi kweli iko, nikaanza sasa kutafuta njia ya kumfikia tu, angalau aambiwe tu kuna mahali ulitoa ahadi zawadi fulani uijafika. So imekuwa ni safari mrefu na safari mbaya kwangu. Hapo ndio nikiangalia kidogo ile furaha yenye nilikuwa nayo ya kwanza tukiongea na rais wetu, hapo sasa ndio maisha yangu naona ilianza kubadilika mbaya. Kwa sababu kila mtu nyumbani anajua mimi nimeongea na rais na labda nimefaidika mahali fulani. Lakini sasa kuanza kufuata ndio nimkute, nimuelezee vile maisha imenisukuma, ikawa ni kazi ngumu. Nikaanza kupitia kwa wabunge, labda kwanza hata kwa mbunge wetu Zahiri Janda. Nimejaribu, nimekimbia huko, nimeambiwa kutoka Nairobi, unajua sasa mheshimiwa atakuja kama mwezi wa 8, ilikuwa mwezi wa 8. Niliambiwa rais anakuja kufungua hii cancer center hapa Kisii. Ndugu yangu nilikimbia, nilikopesha pesa, nikasema wacha niende nipate mbunge. Unajua sasa kama rais yako nyumbani, itaweza kuwa rais aambiwe huyu jamaa hebu muangalie. Nikakimbia nikapata hakuna usaidizi hapo. Mama yangu ndiye alikuwa mgonjwa sana. Hata baadaye mama alikuwa mgonjwa sana, lakini kwa saa hii ni kama alituacha tu mwezi wa 12 tarehe 13. Baada ya kusifu Hustler Fund, Ondieki amepaki katika maskini hohe hahe mwenye hana mbele wala nyuma, huku marafiki na ndugu zake wakimtoroka. Niko na watoto 5, mmoja ako form 2, mwingine ako grade 5, mwingine grade 3, alafu mwingine ni PP1 na kingine ni kadogo. Lakini sasa hao unajua kuwapeleka shule, unajua watoto kwa kikaa nje vile nawaona hivi, inakuwa ni kitu inaniuma tu. Yaani hata na saa zingine nafikiria kama maneno hii yangu ingefikia rais, watu wamkumbushe tu, wamwambie kuna jamaa uliongea na yeye hapo Kisii, wamwambie vile mimi nateseka, ama hii nafasi tu ifike kwake, aambiwe vile mimi nateseka saa hii, hata kukula inakuwa ngumu. Kukula hivi chakula hivi imenikalia ngumu sana. Nimejaribu kutafuta kazi, saa hizi ni Januari, hakuna kazi. Pesa zote zilikuwa nazo ndio hizo nimemwambia nilitumia kwa matanga, hata nilipokuja nyumbani hapa matanga hii ikaingia hivyo. So mimi naomba kama kuna mtu anaweza nisaidia kidogo, angalau nipate hata school fees ya watoto na fare hiyo ya kurudisha watoto kwa shule, ataweza kuwa amenisaidia sana kwa roho yangu, kwa sababu watoto wakiwa nje, mimi peke yangu sijiwezi. Sasa hakuna kazi, siwezi kuwapeleka shule, wangeni kwa watu. Sasa ukweli wa mambo hiyo, hakuna mtu ambaye anataka kuniona. Nikiwaelezea kila mtu anasema hapana, huyu anatudanganya. Sasa mimi nashindwa tu nitaongea ukweli siku gani ndio hata waelewe. Lakini nafikiria kwa sehemu ya nyumbani. Sasa yeye anisaidie kama anaweza fikisha hii maneno kwa rais wetu. Hata governor, hata wakati mwingine tukiongea na rais, nilimwelezea governor wetu ni Simba Arati. So Simba Arati akipata hii maneno, tafadhali kama unaweza pata hii maneno, wewe unisaidie
uelezee rais, kwa sababu wewe unampata. Wewe muelezee kuna jamaa mliongea na yeye na ulimwahidi. Monica Atandi ni bibi yake Ondieki amesimulia jinsi ambavyo wamehangaika baada ya kuzungumza na Rais William Ruto na kusema kwamba maisha yao yamekuwa mabaya, huku akiomba wahisani wema wakumbuke familia hiyo kwa usaidizi. Atandi, haya, huyu ni mzee wangu, waliongea na rais siku ingine hapo kuhusu mambo ya Hustler Fund. Sasa niliposikia wameongea na rais, nikasema Mungu amefanya maajabu, amenitendea. Lakini tangu siku hiyo acha tu ni maajabu ingine tena imebadilika kuwa mkuu. Rais pewa kazi sababu yeye aliongea na rais, sasa amewekwa cheo ya juu, sasa hao wengine ndio wanafanywa kazi. Sasa ambia wewe kuna kazi, wewe kuna pesa unatucharipo hapa. Sasa mimi naomba turudishe watoto shule, hakuna pesa, tumekwama kwa nyumba. Sasa watoto hata sasa hivi nimesimama hapa, watoto hawajaenda shule. Sina pesa, sina kitu, mzee ako nje hana kazi. Sasa tunashindwa tufanye nini? Tukimbilie wapi sasa? Kitu naomba rais, hii nene ukifikie tu ujaribu tu uone huyu mzee wangu venye ulimwahidi, kuna kasawadi ulimwahidi, wewe tu ndio unajua zawadi yenye ulimpea, utampea yenye ulimwahidi. Zawadi ilikuwa kazi, umpe kazi yenye alikwambia plumbing na tile fitting, hiyo itakuwa sawa. At least watoto waende shule. Haya ndio maisha ya uchochole na mateso ambayo Obuba Ondieki anaishi tangu kuipokea simu ya rais wa Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto kuhusu mpango mzima wa Hustler Fund. Sasa ndugu na marafiki wamemtenga, kwa hivyo hana mbele wala nyuma. Nikiripotia runinga ya Kisii Hot kutoka kaunti ya Kisii, jina langu ni Nyapto Dennis Kuntu.